Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Somo la leo linakuja likiwafungua katika kipengele kimoja ambacho watu wengi wameona kama ni kawaida kukifanya, lakini kinawaharibia katika mambo yao mengi na kinawachafua sana. Somo linasema namna uasherati, uzinzi vinavyoweza kuchafua roho yako au mwili wako na kuleta uharibifu katika hatima yako au katika mambo yako unayofanya. Tukianza hili somo haraka unaweza kuona kama vile uasherati, uzinzi, hizo ngono tunaita ni jambo la kufurahia. Ni kweli kwenye mwili unaweza kufurahia, lakini inaweza ikawa na kuchafua sana au kukuharibia sana ile hatima yako ambayo umepangiwa hapa duniani. Tukianza tuko utangulizi. Kila mtu ana roho yake na mwili wake. Kila mtu ameumbwa kipekee na ana mambo yake anaambatana nayo. Kila mtu ana chimbuko lake. Kuna machimbuko tofauti ya watu. Kuna wengine machimbuko yao, familia zao zimeunganishwa na mambo ya giza, waganga au kichawi, ana mambo ya kilevi, mambo mengi ambayo wanayafanya katika asili zao. Ila kuna kila mtu ana nguvu ya kiroho nyuma yake kutoka madhabahu za kwao au zingine ambazo yeye ameamua kuzitumikia. Sawa sawa. Haleluya. Kuna mtu mwingine ana nguvu za giza, mchawi, mganga wa kichawi, kienyeji. Kuna mtu ana mapepo, kuna mtu ana nguvu ambazo ziko kinyume na Mungu. Sawa sawa. Lakini kuna mtu ni ana uchafu ule wa kawaida tu, sio mchawi, lakini labda ni malaya, kahaba. Yanafanya na ngono na kila mtu, anafanya washerati, anafanya uzinzi, hachagui. Na anachofanya kitendo hicho anajua anafurahia mwilini mwake. Haleluya. Lakini kuna watu ambao ni wako duniani purposely kwa ajili ya kulangua nyota za watu, kulangua zile hatima za watu kubwa na kuziuza sehemu nyingine katika ulimwengu wa roho. Hiyo ni kwa utangulizi tu, aina za watu tofauti na madhabahu walizopo na kazi wanazozifanya hapa duniani, ambazo sasa tunapoenda mbele zinaweza zikakuharibia wewe au zikakuchafua wewe kama watu utajamiana nao. Je, mwili wa mtu uko wa kwake peke yake au mwili wa mtu uko na nani mwingine tena anatakiwa awe na umiliki wa mwili au anautumia wa mwili? Ukisoma Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 19 unasema hivi: Je, hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu? Mwili yetu sisi sio kwetu peke yetu. Miili yetu sisi pia Roho Mtakatifu anakaa ndani yake. Lakini anakaa pakiwa pasafi. Roho Mtakatifu hakai mahali pachafu. Roho Mtakatifu yeye anakaa mahali palipo pasafi. Sasa uzinzi na uasherati unachafuaje mwili na roho yako? Kushiriki ngono kimwili, kushiriki uasherati, uzinzi kimwili, physically. Unapata mtu, unaenda kulala naye guest, unafanya naye tendo hilo, hapo unaweza ukachafua roho yako na mwili wako. Na hakuna matendo ambayo yanachafua sana mwili na roho au yanachafua sana roho kama tendo la ngono au uasherati au uzinzi. Anasema Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 15 na wa 16. Anasema hivi: Je, hamjui ya kwamba miili yenu ni sehemu ya Kristo? Pale tumeambiwa miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, lakini hapa tumeambiwa miili yetu ni sehemu ya Kristo. Kama mwili wako ni sehemu ya Kristo, unaulizwa hivi: je, unaweza kuchukua sehemu ya mwili wa Kristo na kuunganisha na mwili wa kahaba? Kwa hiyo mwili wa kahaba unaweza ukashirikiana naye wewe. Je, na wewe ni mwili wako ni mwili, sehemu ya mwili wa Kristo. Je, unaweza ukachanganya, ukachukua mwili wa kahaba ukachanganya mwili wa Kristo? Hapana. Hapa tunaonyesha kwamba kahaba ni mtu mbaya. Kahaba ni mchafu. Kahaba anaungana na watu wengi huko akifanya nao ngono, anakuwa kwenye madhabahu nyingi chafu anaungana nazo. Sasa je, mwili huu unaweza kuunganisha na mwili wa Kristo? Hapana. Huo ni mstari wa 16, wa 15. Lakini mstari wa 16 anasema hivi: Hamjui ya kwamba aushirikishaye mwili wake na kahaba anakuwa mwili mmoja naye kimwili? Kwa unaposhirikiana na kahaba, na wewe mwili wako unakuwa ni mmoja na kahaba. Sasa chagua moja, uwe mwili mmoja na Kristo
uwe sehemu ya mwili wa Kristo au uwe mwili mmoja na kahaba. Kumbuka utakapofanya kimoja kitamtenga mwingine. Haleluya. Maana yake ni ukiunganisha mwili wako na uchafu wa mwili wa mtu mwingine, unachafuka wewe na unamuondoa Roho Mtakatifu ndani yako. Yule kahaba kwanza ni mtu ambaye anafanya uasherati au uzinifu kwa ajili ya kupata kipato. Kwa anazini na yoyote ili apate hela. Malaya pia yeye ana tabia tu ya malaya, anatembea na mtu yoyote. Haijalishi malaya ana hela, lakini anatembea na mtu yoyote kwa sababu ana roho ya umalaya. Kwa hiyo mtu huyu ni mchafu, anatembea na kila mtu. Anaruhusu kila mtu kuingia kwake. Kwa hiyo mtu huyu ana uchafu wa watu wengi ndani yake, lakini wewe unaenda kulala naye. Ina maana unachukua uchafu wake wa watu hao wengi na uchafu wake mwenyewe unaochukua. Kwa hiyo mfano, umelala, umefanya uzinzi au ngono au uasherati na mlevi. Umechukua roho za ulevi. Umefanya na kahaba, umechafuka kwa sababu kahaba ana roho nyingi ambazo za watu wamezichukua. Umefanya na mchawi, nguvu za kichawi zitaambatana na wewe. Umefanya na mwenye mapepo au majini, umefanya naye uzinzi wa uasherati. Hayo majini, mahaba, mapepo yataingia kwako. Utashangaa unapenda hayo mangono kila wakati. Mtu mwovu yoyote umefanya naye ngono au uasherati, hizo nguvu za zoko kwake za uovu zinahamia kwako, zinakuambukiza na wewe. Tunasema ina maana gani sasa? Ina maana umekuwa mwili mmoja na wote hao, na nguvu zao zimekujaza wewe, umechafuka. Kwa hiyo kule tumeambiwa hivi, unakuwa mwili mmoja na kahaba. Maana yake wewe unaunganishwa na kahaba. Kwa hiyo unaunganishwa na mlevi, unaunganishwa na muovu, unaunganishwa na mchawi, unaunganishwa na mtu wa bila la matambiko. Kwa hiyo maana wewe unakuwa mwili mmoja na hao, madhabahu zao zinaambatana na madhabahu yako. Kwa hiyo unachafua ile hekalu la Roho Mtakatifu. Unachafua ile mwili ambao unaambiwa ni sehemu ya Kristo. Haleluya. Sasa uzinzi unawezaje kukuharibu? Unawezaje kufanya ukaharibiwa hatima yako? Hapo nimezungumzia uchafu unaweza ukaingia. Kwanza tendo lenyewe la uasherati ni uchafu, ni dhambi. Tumeshaambiwa. Kwa hiyo kama ni uchafu, ni dhambi, ina maana utakavyofanya uasherati, maana yake umefanya dhambi. Sawa sawa. Haleluya. Hapa naweza nikarudi kidogo nyuma. Nimekwambia kuna mtu anaweza akashiriki uasherati kimwili au uzinzi kimwili, lakini kuna wengine wanashiriki uasherati na uzinifu kwa njia ya kiroho. Yaani maana yake anachati na mtu mwingine kiroho. Yuko Mbagala, wewe upo Mikumi, anachati naye, mume wangu, mke wangu, wanaandaana hadi wanamaliza, wanachafuana katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu mwili tunaozungumzia hapa unakuwa mwili mmoja, ni ule mwili wa kiroho ambao huu mwili wa kiroho unaungana pale mnapojamiana, mnapokutana kimwili, mnapofanya tendo la ndoa, pale mnakutana nyinyi kimwili. Haleluya. Maana watu hao wanakuwa mwili huu mmoja. Uzia kwamba kufanya uzinzi na uasherati kiroho maana yake nini? Maana yake ni kuchati na mtu na kumuita mpenzi wako, mume wako, mke wako, wachati naye, mna sexy spiritual, yani yuko mbali na wewe lakini anaweza akafika mshindo na wewe ukafika mshindo huko. Maana yake ukisoma katika Mathayo 5:28 anasema hivi, lakini mimi nawaambia, amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Mfano mtu anamwangalia mwanamke kwa kumtamani, tumeambiwa hapa, anakuwa amezini naye moyoni mwake. Ukishakuwa umezini, umechafuka. Yani uzinifu ni uchafu. Sawa uasherati ni uchafu. Haya, umeangalia picha za ngono, umeangalia picha za ambazo zina matamanisha, maana yake roho mwako unaona kama unajisikia vizuri pale, unakuwa unazini naye, unakuwa unaungana na yule mtu kwenye ulimwengu wa roho, unakuwa unaunganisha mwili wako na yeye kiroho. Haleluya. Hii ndio maana ya kwamba unafanya mtu
spiritually, na watu wengi wanaanza kuungana spiritually kabla ya mwilini, kwa sababu mtu anapomtongoza mtu mwingine anakuwa anaanza kumtengenezea mazingira ya kumuunga naye. Anapokubaliana naye, maana yake ameungana naye, wanafanya lile tendo, wanakuwa na unganisha sasa moja kwa moja ile hali ya kiroho ambayo tunaizungumzia kwamba wanaungana kiroho. Na mwili tunaozungumzia hapa, kumbuka, ni mwili wa rohoni. Umefanya naye kimwili, umekutana naye physically, umeungana naye kiroho na kimwili. Umefanya spiritually kwa namna ya kuchati, sex chat, umeungana naye hivyo. Haleluya. Sasa tunatuangalie namna gani unaweza ukaharibiwa mambo yako au hatima yako au nyota yako kwa kufanya uzinzi, uasherati au hizo ngono tunaita. Maana watu wengi wanaona kama ni utamu tu, anapata utamu tu, ananunua tena, anapata utamu, anauza, anapata utamu, lakini kumbe hajui kuna vitu gani vinaweza kuharibika. Kama umeshachafuka, umeshaharibika maana yake. Kuchafuka kwa kwanza maana yake uasherati na uzinifu ni dhambi. Kwa hiyo uharibifu wa kwanza unatengwa wewe na Mungu. Anasema dhambi imetutenga na uso wa Mungu. Maana yake unapofanya uasherati ambao tumekatazwa na uzinifu, maana yake unakuwa umeharibiwa mahusiano yako wewe na Mungu. Kingine, unaweza kuwa na hatima kubwa au unakuwa na nyota kubwa. Tunasema, watu wengi wanaelewa sikisema nyota kubwa ya mafanikio ya kibiashara, kifedha, kiuchumi, kiutajiri, lakini upo tu ukaenda kushiriki uasherati na uzinifu na mtu ambaye kazi yake ni kuharibu nyota za watu. Kazi yake au madhabahu yake inaharibu nyota za watu. Unashiriki naye uasherati, unashiriki naye uzinifu, unafanya uzinifu naye. Nguvu yake inaenda kuharibu hatima yako. Nguvu yake inaenda kuvuruga nyota yako. Unajikuta unaanza kupata mikosi, unaanza kupata laana. Kumbe huyo mtu ana nguvu ambayo inaenda kuharibu nguvu yako. Haleluya. Mtu huyo anaweza akawa hajui na wewe hujui, lakini unashangaa unaanza kupata shida, unaanza kuwa nyota yako inafifia, unaanza kuwa haupati vile mahitaji ambayo unayapata. Lakini kingine, unaweza ukawa una karama za Mungu ndani yako, una kipawa fulani cha Mungu ndani yako, kinataka kitumike kwa Mungu, lakini unaenda kulala na watu wenye madhabahu za nguvu za giza. Madhabahu zao, na wewe umelegalega, madhabahu zao zinakuja kufifiisha kipawa chako, zinafifiisha nguvu za Mungu ziko ndani yako, kwa sababu na wewe hujasimama vizuri. Kwa hiyo unajikuta unarudi nyuma kiroho. Unatakiwa kutumika mbele za Mungu, unaona sasa huwezi kutumika, unaacha tu. Kumbe ulishiriki uasherati, ukafanya uzinifu na watu ambao madhabahu zao zikafifiisha nguvu yako ya Mungu iko ndani yako, ikafifisha karama yako, zikaua kipawa chako. Haleluya. Nielewe ninavyosema, unatakiwa kuwa makini na nani unajamiana naye, nani unafanya naye hayo mambo. Na kifupi, unatakiwa wewe umeolewa au umeoa, uwe na mtu wako, ingawa hata kwenye tendo la ndoa umeolewa na nani. Haleluya. Unaweza ukawa wewe na baraka zako, lakini umeenda kushiriki na kufanya uasherati na uzinifu na mtu ambaye ana laana na mikosi. Mtu huyo, ile laana na mikosi iko ya hali ya juu sana. Wewe upo tu. Kumbuka, kwanza kosa la kwanza unafanya uzinzi na uasherati, kwa unafungua mlango wa uharibifu tayari. Kwa hiyo unafanya tena uasherati na mtu ambaye ana laana na mikosi yake inahamia kwako. Unasema huolewi, unasema huoi, unasema biashara zako zinarudi nyuma, unasema sijui hauonekani. Kumbe umeenda kuja kufanya uasherati na mtu mwenye laana na mikosi. Nguvu yake imemeza nguvu yako, baraka zinapotea, unarudi nyuma. Haleluya. Kingine, narudia tena, unaweza ukashangaa ulikuwa ni mtu ambaye ulitakiwa uwe umeshaolewa au utakiwa uwe umeshaoa, lakini hauolewi wala hauoi. Kwa nini? Umejaza roho za watu wengi, umejaza uchafu wa roho za watu wengi. Umetembea na watu watano, watu wote watano wameacha nguvu zao kwako za mikosi. Mwingine anakuja na laana, mwingine kwao ni waganga, mwingine kwao ni wachawi, wameacha nguvu yao kwako. Wale watu sahihi wa kutaka kukuoa au wale watu sahihi ambao utakiwa uolewe nao au waoe, wakija kwako wanaona nafasi imejaa kiroho,
wanakukimbia kimwili, lakini imeanzia rohoni. Wanaona umeshajaa, umeshakuwa na mjazo wa watu ambao wamejaza nguvu zao kwako, wao wanaondoka. Unashangaa, unasema umelogwa, kumbe umejiloga mwenyewe. Haleluya. Kwa mfano, na kufungua macho tu. Kwa mfano, kuna watu husema, nimetembea na huyu mwanamke, mambo yangu yameanza kuharibika. Nimelala na huyu mwanaume, mambo yangu yameanza kuharibika. Jua kwamba mikosi yake, laana zake, uharibifu ulio kwake umemeza vile vizuri vya kwako, umemeza nyota yako, umemeza baraka zako. Unaanza kuharibikiwa, biashara haiendi, fedha zinapotea, unapata roho ya uharibifu, mara unashangaa gari imegonga. Hizo ni roho umezichukua kutoka kwa yule mtu uliyelala naye, uliyefanya naye uasherati, uliyefanya naye ngono, uliyefanya naye uzinzi. Hiyo iko kinyume chake hivi. Utasikia, nimelala na mwanamke huyu, mambo yangu yameanza kunyoka, nimeanza kupata fedha, nimeanza biashara zinanyoka, nimeanza kuonekana kazini, naonekana na mimi mtu katika watu. Pale jua ameharibikiwa yule ambaye umetembea naye, alafu wewe ukaanza kupata baraka. Upande wake umeharibika, umemega baadhi ya faida za nyota yake, umemega baadhi ya hatima yake, umeleta upande wako bila wewe kujua, lakini ukajua kwa sababu kuna mafanikio. Hapa kweni makini, wanawake, wanaume. Kuna watu wako tayari wakuhonge pesa nyingi, imradi wakuoe tu, kwa sababu wanajua kikuoa mambo yatanyoka, ingawa hawakupendi. Na ukisha kuoa, kama ndoa zetu za Kikristo, ukisha kuoa umeweka ndani, talaka ni ngumu, kuachana ni kugumu, mpaka uhangaike sana. Kwa hiyo wanakutumia mpaka uje upate hiyo talaka, umeshafyonzwa, ameshapata faida, na inawezekana akawa anakuchiti na watu wengine kwa sababu wewe hakupendi, anachukua tu ile nyota yako. Haleluya. Kwa hiyo unaweza ukawa unaona mambo yako yanyoki, kumbe mtu ulilala naye, ulifanya naye uasherati, ndio aliyeua nguvu ya kwako, ndio aliyeharibu hatima yako. Kama sasa umelala na mtu ambaye amefanya nyota yako ififie, utafanikiwa vipi hata akikuacha? Ukiwa naye ni tabu, akikuacha ni tabu. Haleluya. Nakupa angalizo. Kuna watu wako mahususi kulala na watu tofauti tofauti, na wana roho za utambuzi. Wanakutazama, naona una roho ya mafanikio, roho ya pesa, roho ya utajiri, roho ya kiuchumi, roho ya kuolewa, roho ya uongozi, una nyota ya uongozi. Kwa hiyo macho yao ya utambuzi, yao ya kipepo, wanaona ni yule pale, wako tayari kulala na wewe. Na wewe unaona wewe amekuja, wewe ana fedha na gari, unalala naye, anaiba hiyo hatima yako. Tena anaweza kaiba roho ya anaweza kaiba hiyo nyota yako ikiwa na package. Nyota haiko ya uchumi tu. Nyota inaweza kuwa ya uchumi, inaweza kuwa ya kuolewa, kupendwa, kupendelewa, utajiri, kuthaminiwa. Mtu mwingine anaweza kuwa tajiri lakini hathaminiwi kwa sababu kuthaminiwa kwake kumetoka. Inachukuliwa inaenda inauzwa katika soko la ulimwengu wa rohoni. Kuna soko, kuna maduka kabisa yanauza roho, yanauza nyota za watu. Inaenda inauzwa, kuna baki kopo tu. Umeharibiwa hatima yako. Utapambana huku duniani, hautafanikiwa. Umeshaibiwa hatima yako kwa kufanya uasherati na uzinifu na watu wezi wa kiroho. Haleluya. Hivyo ndivyo unaweza kuchafua mwili wako na roho yako, na unaweza ukaharibu hatima yako kwa kupitia uasherati. Nguvu za yule unayelala naye zinahamia kwako. Madhabahu ile iliyotoka ya asili yake inakuja kukutana na madhabahu yako. Sasa je, zinafanana? Kama hazifanani, kuna mmoja lazima imshinde mwenzie. Itakaye mshinda mwenzie ndio itakayo imetawala. Itakayo tawala kama ni madhabahu mbaya, basi madhabahu yako nzuri imeharibiwa. Unakuwa umeshaharibiwa ile connection na madhabahu yako nzuri. Kama ni madhabahu yako ilikuwa ya Mungu, basi itakuwa imeharibiwa na unakuwa wewe sio wa Mungu na umetengwa na Mungu. Haleluya. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya uasherati, uzinzi, unavyoweza kuchafua roho yako na kuharibu hatima yako. Haleluya. Sehemu ya pili itakuwa ni somo linalosema ndoa vis-a-vis hatima yako kiroho. Haleluya. Ubarikiwe.